wakuu, habari tena za muda huu. Tuko na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni katiba ambayo ipo kwa lugha ya Kiingereza, lakini pia kwa lugha ya Kiswahili inapatikana. Kwa lugha ya Kiingereza hii inaitwa The Constitutional Republic of Tanzania of 1977. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Sasa leo tuko kuielezea article 147 au ibara ya 147 ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuone inasemaje. Lengo ni kujifunza wote tuweze kuielewa katiba ya Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Nikimaanisha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inamaanisha Tanzania bara pamoja na Tanzania visiwani. Maana yake kwamba Tanganyika pamoja na Zanzibar. Hii ndio katiba inayoongoza nchi, katiba, sheria mama ya nchi. Bila kupoteza wakati wako, tunaangalia kifungu cha 147 tunasemaje. Tunasema kwamba chapter 9, chapter 9, the armed forces. The armed forces ni vikundi au tuseme majeshi ambayo inaweza kusaidia kutuliza labda kuna changamoto ndani ya nchi, ghasia na nini. Hivyo vikundi kwa maana ya armed forces. Kwa mfano vikundi kama FFU, vikundi kama majeshi ya polisi, hizo zote ni armed forces. Kwa hivyo ni vikundi ambavyo au ni watu ambao wamepatiwa mafunzo mko kama kikundi ambao sometimes wanaweza kutumia mpaka silaha. Lengo ni kuzuia, ni kulinda amani ya nchi pamoja na sehemu mbalimbali. Sasa je, katiba yetu inazungumzia nini kuzuia vikundi? Ndio tuone ibara ya 147 ibara ndogo ya kwanza inasema kwamba, na nikukumbushe kama bado hujajua kusoma katiba, kuna video yangu nyuma hapo nimeelekeza namna ya kusoma katiba. Kwa nadhani ukielewa namna ya kusoma katiba, basi hapo utanielewa nikisema ibara ya 147 ibara ndogo ya kwanza. Nadhani utanielewa. Bila kupoteza wakati, tunasemaje? Article 147 sub-article 1. It's hereby prohibited for any person or any organizations or any group of persons except the government to raise or maintain in Tanzania an armed force of any kind. Ni kwamba it's hereby prohibited for any person, inazuiwa kwa mtu yoyote, or any organization au organization, kikundi chochote, or any group of person au kikundi cha watu chochote, except isipokuwa serikali, to rise or maintain in Tanzania an armed force of any kind. Inamaanisha kwamba isipokuwa serikali tu ndio inaweza ikaruhusiwa kuunda kikundi na kukiangalia hicho kikundi kukimaintain in Tanzania, kwa nchi ya Tanzania, cha aina yoyote. Serikali inaweza kama kuunda kikundi cha aina yoyote kwa ajili labda ya kutuliza ghasia, kwa ajili ya kuweka amani, lakini sio mtu mwingine yeyote. Mtu yoyote haruhusiwi kuunda kikundi. Sijui kama tunaelewana hapo. Mtu yoyote, organization yoyote, group lolote la watu haliruhusiwi kuunda kikundi. Mfano, labda wewe ni mbunge wa jimbo fulani, huruhusiwi kuunda kikundi ambacho kitatumika katika jimbo lako kutuliza ghasia. Sijui umeona labda kuna mambo ya wizi, unaunda kikundi cha kukamata wizi. Huruhusiwi kuunda kikundi cha armed force. Sawa Hii article ndio inasema hivyo. Sawa Inaendelea ibara ndogo ya pili inasema, the government of the United Republic may, in accordance with law, rise and maintain Tanzania armed forces of various types for the purpose of the defense and security of territorial and the people of Tanzania. Kwa serikali itaunda vikundi
vya aina mbalimbali kwa lengo la ulinzi na kuilinda mipaka ya nchi au kuilinda territory hii state ya Tanzania, kuilinda nchi ya Tanzania. Kwa hiyo asitokee mtu yoyote akaenda kuunda kikundi akasema kwamba nimeunda kikundi kwa ajili ya kufanya 1 2 3. Hapana, hiyo sio kazi yake na haruhusiwi kisheria, na akifanya hivyo anakuwa amekiuka the Constitution of United Republic of Tanzania au katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na anatakiwa achukuliwe sheria kali dhidi yake kwa sababu anafanya kinyume na sheria, katiba, sheria mama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.